Hello, habari za jioni mabibi na mabwana, kama kawaida yetu. Leo nimerudi tena ndugu zangu kuwakumbusha. Yes, kuwakumbusha, na hasa leo nahitaji tuzungumze, niwazungumzie wale ndugu zetu ambao wamefanikiwa kimaisha. Sasa hela ya kula ama kubadilisha mlo haiwasumbui. Wengi wetu tumetoka katika familia maskini, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndio tukafanikiwa, kwa maana tumepata. Sasa baada ya kupata tumekuwa na midomo mingi sana, yani tunakuwa na makelele. Tunadharau hata wengine ambao wamekosa ama tumekosa, tunadharauliwa. Sasa nahitaji kuwakumbusha, kama kawaida tukumbushane kwamba huo mwenendo sio mzuri kabisa. Yani wewe unapopata usidharau wengine, yani kwa maana wewe Mungu amekujalia basi ukajikuta kwamba una akili sana. Maana yake kuna wengine baada ya kupata wanajikuta kwamba tayari wao ni watu wenye akili. Wale ambao hawajafanikiwa ni watu ambao labda wakati fulani wana makosa ama hawastahili kupata ama hawana akili ya kufanikiwa. Sasa ndugu yangu, nakusihi, kama wewe ni miongoni mwa watu wa namna hiyo tabia acha, sio tabia njema kabisa. Kumbuka mafanikio ya mwanadamu kwa upeo wangu na vifahamu mimi ni kwamba yanapatikana kwa mambo matatu. Umeona mambo matatu tu, lakini hili moja ni kubwa sana. Yani jambo la kwanza ambalo nimesema ni kubwa ni Mwenyezi Mungu tu akuridhie, aone kwamba huyu mja wangu amepambana sana, mja wangu naamua kumruzuku. Yani Mwenyezi Mungu kama ataamua kukuridhia, manake mafanikio yatapatikana kwa wakati wowote ule. Hiyo ni njia ya kwanza, mafanikio ambayo ni sehemu kubwa kuliko yote. Umeona Lakini sehemu ya pili ukumbuke ni kwamba jitihada makusudi. Yani jitihada makusudi, kwa maana unapopambana kama kwenye biashara, kazini na wapi, ndio Mungu anakuletea riziki. Hiyo ni sehemu ya pili. Lakini sehemu ya tatu ni tuseme bahati. Umeona bahati. Sasa kama ni bahati yako, hata usipopambana Mwenyezi Mungu anakuletea tu riziki. Ndio nasema kwamba Mwenyezi Mungu akikuridhia kwa ile sababu ya kwanza, maana yake wewe hata ufanye nini utafanikiwa. Sasa ndugu yangu, inawezekana labda wewe umefanikiwa kwa kupambana, umefanikiwa tu kwa sababu ya bahati yako tu, Mungu amekujalia umebahatika kufanikiwa. Ama ndio ile tunasema hii sehemu ya kwanza, Mungu ameamua tu akupatie, basi acha majivuno. Acha majivuno, acha jeuri, acha dharau, kwa sababu nimeona vijana wengi sana ambao wametoka kwenye familia za kimaskini. Tunawafahamu, mtu ametoka kwenye familia za kimaskini kabisa, na katika familia yao inawezekana yeye peke yake ndio wamebahatika kupata kipato kidogo. Sasa amekuwa ni jeuri, wamekuwa ni majeuri, wamekuwa ni watu wenye dharau. Wakati mwingine wakiamua kuongea maneno fulani kwa watu ambao kidogo wanalegalega kimaisha, utasikia unaweza kukutolea mfano hata wewe mtu mzima. Wewe unamuona fulani, wewe utakuja kuwa kama fulani. Yani kwa maana huyo fulani mwenyewe labda yeye anahangaika, hana mbele wala nyuma. Kwa hiyo anatolea mfano mtu ambaye labda inawezekana huyo mtu anayemtolea mfano yeye mwenyewe amfikie hata kwenye upambanaji. Sasa ndio maana nikasema ndugu yangu, kumbuka haya mambo matatu, kwamba riziki ambayo umeipata sasa sio ujanja wala sio akili. Kwa sababu kama ni kufanikiwa ni akili, kuna watu wana akili zaidi yako. Yani kama kufanikiwa ndio, yani ujanja ndio kufanikiwa, yani kuna watu ni wajanja kukupita wewe. Kama connection ndio mafanikio, kuna watu wana connection kubwa kukuliko wewe, yani kukuzidi kabisa, wana connection. Lakini leo hii hao wote wenye kukuzidi wewe kila idara ni bado maskini, ni bado hawajapata mafanikio. Sasa kama wewe umefanikiwa kwa bahati, kwa mfano Mungu tu amekuonyesha kidole umepata, basi heshimu wenzako, heshimu wengine. Lakini kingine ukumbuke, hata hiyo risk ambayo umeipata usitegemee kama itadumu katika maisha yako. Hata last time niliwahi kutuma clip ya kukumbusha kwamba hiyo risk ambayo hizi risk ambazo tunazozimiliki hatuwezi kudumu nazo, wakati fulani huwa zinakwenda. Kozi hata hao leo unawatolea mifano na kuona kama hawana akili, hawana uwezo wa kupambana ama hawawezi kujipanga, labda waliwahi kushika mali kukuzidi. Unaona, waliwahi kufanikiwa kabla yako, lakini leo wako wapi? Ndio maana leo unawatolea mfano, kwa maana ni watu ambao hawajiwezi. Na sio kwamba eti wameshindwa kufanikiwa kwa sababu wao ni wamalaya ama wao ni walevi ama ni watu wa starehe. Hapana, ndio katika zile kadari za Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu anapokadiria, kwa maana huyu mja wangu nimpatie utajiri wa miezi 6, nimpatie utajiri wa mwaka mmoja, nimpatie utajiri wa miaka 5 6, anakujalia. Sasa ndugu yangu, mimi nakusihi, yani wewe usiwe mjeuri pale unapobarikiwa. Mimi nakushauri usiwe mjeuri kabisa. Heshimu kila mtu, yani kila mtu muone yeye ana thamani ya kupata. Sijui unanielewa ndugu yangu.
Lakini ukijiona wewe ndio una akili, basi endelea na hiyo tabia, itakusaidia. Itakusaidia kwa sababu juzi kati hapa nimewahi kuona kuna kijana mmoja anamkashifu kaka yake. Yaani anamkashifu kaka yake kwa sababu huyu kaka yake ni hohe hahe, ndio wenzangu na mimi, yani wanapambana lakini mwisho wa siku hawana wanachokipata. Sasa huyu bwana mdogo akaona ni bora amtukane kaka yake, kwa maana anamuona kama ni mtu ambaye sio mpambanaji. Ingawa katika familia kweli wanaweza kutokea watu ambao sio wapambanaji, lakini hata kama ikitokea kwamba hakuna watu wa namna ya kupambana, yani wenye uwezo wa kupambana, hupaswi kuwatukana, yani hupaswi kudharau, yani hupaswi kufanya hivyo. Yani wewe shukuru Mungu kwa sababu amekupa. Unaona? Sasa labda mafanikio yako wewe hayajaje kwa kupambana kiukweli. Inawezekana kuna wengine mafanikio yao yamekuja katika ile hali ya bahati. Kwa mfano unaona kuna watu wako Marekani miaka 20, wako Uingereza, wako manchi kibao, lakini hawajafanikiwa, wamekaa miaka mingi. Utakuta kuna kijana ametoka tu labda Kenya, Tanzania, Uganda, amekaa miezi 6 tu amefanikiwa. Yani yeye amekuja muda mfupi akapata bahati, connection ikawa kwake, mwisho wa siku amefanikiwa. Sasa mtu kama huyu huwezi kusema yeye ni mjanja ama ana elimu sana, hapana. Ni katika zile kadari za Mwenyezi Mungu. Yani Mwenyezi Mungu ameamua kumkadiria na amefanikisha. Sasa ndugu yangu, inawezekana wewe ni miongoni mwa wale ambao wamekwenda sehemu na wakafanikisha. Unaona kwa haraka, yani mafanikio yako yamekuja kwa haraka. Sasa usije ukacheka watu wenzako ambao hawajafanikiwa. Yani wewe nachokusihi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu amekupendelea, unaona? Na hata wale ambao hawajapewa, sio kama hajawapendelea, inawezekana kuna sehemu fulani aliwahi kuwasaidia. Umeona? Aliwahi kuwapa ama atakuja kuwapa. Unaona? Sasa wewe acha Mungu atende miujiza yake kwa wengine na hata kwako pia, kuliko kuanza kunyanyasa watu na kusengenya. Sasa ndugu zangu, mifano iko mingi sana, hatuwezi kuelezea hapa mpaka tuimalize. Lakini ukweli ni kwamba kipato ulichokuwa nacho sasa haina maana wewe ni mtu mwenye akili sana, ama wewe una malengo sana, ama wewe una mipango, yani una upeo mzuri, ama sio kweli. Ni katika yale mambo matatu ambayo nimekuambia. Jambo la kwanza, Mwenyezi Mungu akiamua kukunjulia nafsi, unaona? Anaamua sasa huyu kiumbe wangu kwa sasa nimbariki. Basi unabarikiwa tu. Tena unajikuta riziki inaingia tu bila mwenyewe kujua inatokea wapi. Kwa mfano unafanya biashara ndogo, dili imekuja, hali imekuwa nzuri. Unafanya biashara kidogo kidogo, yani unafanya biashara ndogo, unajikuta kwamba pesa inaingia kwa wingi. Ama ndio vile unapata connection kubwa. Yani wewe ni mtu ambaye huna elimu labda wakati fulani, huna uwezo wa kitu fulani, mtu anakuamini tu, anakupa biashara zake. Kwa hiyo ndugu yangu, naomba usijisahau kabisa. Yani usijisahau kabisa kwamba mafanikio ya mwanadamu yanapatikana kwa mambo haya matatu. Mungu akunjulie nafsi, lakini pia jitihada binafsi. Cha tatu ni kwamba kismart, ambayo si ndio tuseme ni bahati, unaona? Na hii bahati nawakuta watu wengi sana. Mtu anaweza akasafiri akaenda sehemu fulani, akakutana na connection nzuri, yani sehemu ambayo umefikia kuna watu wanafanya deal fulani, na ukajikuta umeingia kwenye hizo deal, unafanikiwa. Sasa usijione kama una akili sana kukutana na connection ya namna hiyo ukajiona una akili. Si kweli. Ndio nasema Mungu hapa amekukunjulia nafsi, amekukunjulia, umekuwa na bahati, Mungu amekusaidia. Sasa usije ukadharau wale ambao labda wamekosa bahati. Usije ukadharau wale ambao hawana mbele wala nyuma kwa sababu tu ni wapambanaji. Ni kweli. Kuna watu ni wazembe kabisa, mtu hata ukimpadili fulani hawezi kufanya. Lakini kuna watu wengine ni wapambanaji kukuliko. Yani wamepambana katika mambo ambayo wamefanya mpaka ujambazi, madawa ya kulevya, wamefanya dili kile ya aina zile ambazo wenzao wanafanikiwa, hata wewe labda ulipitia ukafanikiwa. Sasa ndugu yangu, heshimu wengine. Yani kipato chako usione kama ndio akili, hapana. Kufanikiwa sio akili. Kuna watu wana akili kweli kweli, yani kuna watu na miradi, yani wanajua namna gani ya kutengeneza pesa, lakini ni watu ambao wenye maisha ya kawaida tu. Sasa wewe hujasoma, huna elimu ya fedha, hujui chochote, lakini Mungu amekuruzuku, basi heshimu wengine. Yani mimi hapa nasisitiza ni namna ya kuheshimu wengine, yani kuamini, kufurahia hicho ulichokuwa nacho sio dhambi. Furahia kwa sababu mafanikio ni sehemu moja hapo ya faraja. Sasa kama unafanikiwa, kwa nini usifurahi? Lakini usidharau wengine. Mimi nakushauri usidharau wengine. Ndio maana nasema hao wengine ambao unawadharau, inawezekana waliwahi kupata kabla yako, ama walikuwa na mafanikio makubwa kukuzidi, lakini kwa sababu Mwenyezi Mungu amewanyang'anya, na si kwa sababu wao ni walevi ama wazinifu kama wale nimesema pale awali, ni Mungu tu ameamua kwamba kuwapatia mitihani. Sasa wewe ndugu yangu, kama utaona ninachokizungumza labda ni cha kilevi ama cha naongea kwa sababu tu ya naamua tu kuongea, sawa, endelea. Lakini kuna siku moja utakuja kukumbuka haya maneno kwamba Mungu ampatii mja wake kwa sababu ana akili sana. Anamjalia mja wake kwa sababu tu ameamua kumpatia hii riziki. Kwa hiyo ndugu yangu,
chunga sana. Mimi naamini wewe ni mwelewa, ni msikivu, utanielewa. Kwa hiyo naomba nisikilize na unielewe. Mungu atutangulie sisi sote, atuondolee kibri. Yaani jambo la muhimu ni Mwenyezi Mungu atuondolee kibri. Tuombe Mwenyezi Mungu atuondolee kibri.